Muda wa kujitafuta ni muda wa ujana. Muda wa kufanya makosa ni muda wa ujana. Fanya makosa sasa hivi ili baadaye uwe na kesho bora, tuweze kufikia ajenda yetu ya 2050. Sababu kwenye maisha wewe kama kijana, you can do multiple things. Sio lazima ufanye kitu kimoja. Yaani sio lazima kwa sababu wewe umeamua kusomea ualimu wewe mwalimu tu. You can do other things. Unaweza kulima, unaweza kufanya siasa, unaweza kufanya vitu vingi kwa mara moja. Na wakati mimi naenda kufanya PhD, nakumbuka wakati ndo nimeapply. Hapo nilikutana na supervisor wangu, akanikumbusha kwamba siku unakabidhi thesis ndo siku ulioteuliwa. Niliteuliwa nikiwa hapa chuoni. Nimekabidhi thesis, nimepanda abudi kwenda nyumbani ni Dar es Salaam. Kabla sijafika nikaamua kushuka Kariakoo, kuna rafiki yangu alikuwa amejifungua nimnunulie baadhi ya vitu ili nimpelekee zawadi. Nipo ndani ya duka na shangaa napigiwa na watu wengi. Kwanza nilishtuka na kuogopa kwa sababu mamangu aliugua muda mrefu sana. Kwa hiyo ukipigiwa simu nyingi lazima uogope, kwa watu ambao wamewahi kuuguza hapa watakuwa wananielewa. Kwa hiyo nilikuta simu nyingi sana. Zikaingia message ya juu ambayo nilisoma ilikuwa ya Jabiri hapa, nilikuwa namkumbusha jana. Akaniandikia twende wote na Mtumbo. Sasa sikumuelewa kabisa. Nikamwambia twende wote na Mtumbo, nikacheka nikaachana naye. Kipindi hicho Jabiri yupo Ilala. Alikuwa afisa tawala pale Ilala district. Sasa nikaona kuna simu ya mzee wangu, simu ya mama haipo, kwa hiyo ikabidi niongee na baba kwanza kabla sijafa hapo Kariakoo. Maana nilikuwa Kariakoo. Naongea na baba akaanza nilikuwa mneki, kwa baba alikuwa ananiita Mshingo. Akaniambia mheshimiwa Mshingo vipi? Sasa akagundua sisi chochote, akaniambia hivi unajua kinachoendelea kweli? Kuma wakati niko kwenye basi kwenye abudi nilishateuliwa, afu tukiwa Kariakoo hatutoagi simu tunaficha, naweza ukaibiwa. Kumbe nimeteuliwa muda mrefu sina hata habari. Ado akaniambia kwa kweli, kwanza nilishangaa kwa sababu kwa ambao mlikuwa na akili kipindi kile cha Magufuli. Nikawa najiuliza mzee nilikuwa 24 years kipindi hicho. Sasa mzee kwa kweli ilinichanganya mpaka baba akaniambia sasa unajua fanyaje? Panda daladala njoo nyumbani. Kwa nakaa Tegeta enzi hizo. Usiongee na mtu yoyote kwenye simu wala usiishike. Yaani nilikuwa natetemeka mpaka kesho yake. Hiyo ndo safari yangu ya kwenda na Mtumbo ikaanzia hapo. Nikaenda na Mtumbo, nikatoka, nikaenda kuhudumia Singida, Mkalama, nikatoka sasa hivi niko Mpwapwa. Sio kwamba ilikuwa rahisi. Na wakati yote hao nafanya niliendelea na shule. Nimefanya PhD, wakati naingia kujisajili na kuanza PhD, alikuwa ananitania jamaa wa TAKUKURU hapa. Sijui kama uliongea. Huyu yupo kitengo cha TAKUKURU mambo ya investigation ya rushwa. Alikuwa ananiambia sisi wote hatukujua, kwa tunakujua jina pale UDSM. Tulikuwa tunasema yule dada mwenye mimba, nilikuwa na bonge la tumbo. Kwa hiyo nilikuwa mjamzito wa mapacha, mkuu wa wilaya, alafu nafanya PhD. Kwa watakaofanya au wanaosikia wenye ndugu zao wanajua how hard it is. It is a humbling experience kwa kweli. Kwa hiyo nimefanya PhD, nilikuwa na mimba ya mapacha, nimejifungua mapacha. Na siku ya graduation alikuwa ananikumbusha kwamba mbona ulikuwa na tumbo, ule mtoto anaendeleaje? Nimegraduate nikiwa na tumbo la 7 month pregnant, mtoto wangu wa 3. Kwa sababu sisi ni vijana. Hivi kama sasa hivi niko kwenye peak fertility, nashindwa kutengeneza familia, nitatengeneza lini? Kama niko mkuu wa wilaya nashindwa kutengeneza familia, nikiwa mkuu wa mkoa nitaweza kweli? Nitashindwa. Maana yake najidogosha sasa, nitashindwa kupewa majukumu kwa sababu tu nashindwa kufanya other activities. Lakini wakati huo mkumbuke watoto wetu siku hizi wanarudi na homework nyumbani, inatakiwa urudi wa mama kuone. Mama ndo mlezi wa familia, tunajua kina baba mnafanya pia. Lakini ukianza tangu enzi za kuanzishwa dunia hii, mama ndo mlezi wa familia. Kwa watoto nyumbani wanakusubiria. Ukiwa kijana jifunze kuwa multipurpose. Na haya yote huwezi kuyatimiza mpaka uwe na discipline. Discipline ya muda, discipline ya kula, maana ukila ovyo utaumwa. Ukiumwa uendi kazini, uhudumie watoto wako na ndoa itakushinda kama umeolewa. Usipoweza discipline ya muda, huwezi kufanya multiple things. Kwa sababu mimi lazima nijishejo. Mfano nimemwambia leo nimeamka saa 8 ili saa 9 nianze safari ya kuja hapa. Lakini leo natakiwa nihakikishe nimelala Mpwapwa kwa sababu nimepewa masaa, ruhusa ya masaa. Lazima nirudi kwenye kituo cha kazi. Hiyo yote lazima una discipline ya muda. Ukifika kuna majukumu mengi yanakusubiria. Kama huwezi kujipangilia vipindi vyako tu vya hapa, huwezi kujipangilia namna ya kusoma na kufaulu kozi unazozisoma,
Huwezi kujipangilia namna ya kuchomoa sapu ulionayo, namna ya kuchomoa hicho ulichokeri wakati bado una masomo mengine anakuendelea. Anajisemeaga huko mtandaoni atakushinda. Lazima uwe na discipline uweze kuachieve vitu vingi, na hauna muda wa kufanya vitu vingi zaidi ya muda huu wa ujana tulionao. Ukishafika 50 years, 60, 70 hutaweza kufanya vitu vingi kwa mara moja, kwa sababu akili imechoka, mwili umechoka, mgongo unauma. Ila mimi sasa hivi siumwi, nasafiri tu, natoka naenda nafanya vitu vingi. Unaanzisha biashara ikifeli sasa hivi I'm 30 years. Ikifeli sasa hivi naanzisha ingine, ikifeli naanzisha ingine, ikifeli naanzisha ingine, kwa sababu muda wa kujitafuta upo. Muda wa kujitafuta ni muda wa ujana. Muda wa kufanya makosa ni muda wa ujana. Fanya makosa sasa hivi ili baadaye uwe na kesho bora, tuweze kufikia ajenda yetu ya 2050. Asante sana.